هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Tumo katika siku muhimu sana, na tabaan wengi wasokuwa madhhab ya ahlul bait alayhimus salam ushangazwa wakati mwingine na tukio kama hili na siku kama hii. Lakini siku kama hii historia iliandika. Siku kama hii hadithi za Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam zilizungumza. Lakini siku kama hii aya za Qur'ani zilishuka. Tukio la Ghadir sio tukio tu la kihistoria kwa Muislamu kwamba ni just story atasoma alafu ataamua ataitizama kwamba yafaa haifai, ikoje, ya maana haina maana, bali ni historia ambayo maana yake hupatikana katika Qur'ani yenyewe. Ni historia ambayo maana yake hupatikana na ukubwa wake na nguvu yake kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam mwenyewe. Lakini tukio hili ukubwa wake ni masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, namna walivyolifanya kuwa tukio kubwa la maana na lenye thamani kwa Waislamu. Tukio hili lilitokea hija ya mwisho. Kwanza uelewe ni hija ya mwisho ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na baina ya tukio la Ghadir, toka Bwana Mtume aliposimama katika kizimba cha Ghadir Khum, katika uwanja wa Ghadir, toka siku aliyosimama mpaka kufa kwake, wanahistoria watuambia ni siku 70 mpaka siku 80. Sitaki kuzungumza ilikuwaje kwa sababu ni tukio refu sana, lakini najaribu kuzungumza tu kiufupi. Masahaba Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kama mnavyojua, wako waliokuwa walishamtangulia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, walikuwa wako mbele. Baada ya kumaliza ile ibada ya hija, wamemaliza ibada ya hija, walikuwa hawana habari mpya yoyote ambayo ipo. Sasa baada ya ibada ile ya hija kubwa, ikawa hakuna isipokuwa kuondoka. Watu wakaondoka. Namna walivyoondoka, wakafika pahala ambapo hawa Waislamu watawanyika. Ndo sehemu yenyewe ikiitwa Ghadir Khum, ni sehemu hii wale Waislamu wanatawanyika, wa Madina huenda zao na wa Maka huenda zao, Waislamu huachana pale, kila mtu hupita njia yake. Sasa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wakati yuko njiani, ikateremka aya katika suratul Maida, aya ya 67. Tusikilizaneni katika aya hii ambayo ametaja Suyuti. Aya hii imeteremka katika siku ile, katika tukio lile la Ghadir, ambapo Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wakati yupo njiani anarudi katika ibada yake ya mwisho hiyo ya hija, Bwana Mtume kafika katika vianga iko hivyo vya kugawanyika watu baina ya watu wa Madina na baina ya watu wa Maka. Watu wanaenda kuachana pale. Bwana Mtume kabla ye hajafika pale, watu wengine walishamtangulia, lakini wengine walikuwa nyuma yake. Suyut, katika wanazuoni wakubwa wa ahlus sunna, anasema Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam pale ikateremka aya, akaambiwa ya ayyuhar rasul, ewe mtume, ya ayyuhar rasulu, ewe mtume, balligh ma unzila ilayka min rabbik, fikisha kile kilichotoka kwa Mola wako. Bwana Mtume amepewa jambo la kufikisha
asikubali kuachana na Waislamu, kisha Waislamu wakaenda wakaondoka, kila mtu akarudi kwake. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufikisha. Kwa kuna jambo ambalo Bwana Mtume alitakiwa kulifikisha, na hatakiwi kuachana na wale Waislamu bila kufikisha jambo lile. Sasa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam tunaambiwa alikuwa anafanyaje? Alikuwa na sita kufikisha jambo lile. Alikuwa na sita kulifikisha jambo lile. Namna alivyokuwa akisita Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akabakiza ule msimamo. Akamwambia, ya ayuha rasulu, ewe mtume, balligh ma unzila ilayka min rabbika, fikisha kile kilichotoka kwa Mola wako. Alifikisha nini? Katika tukio la Ghadir tunaambiwa kwamba alichokifikisha Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maneno yaliyopokewa katika kitabu cha Tirmidhi na Ahmad, na imepokewa katika vitabu vingine kwa lafdhi nyingine, kwamba alitakiwa kufikisha kuambia Waislamu, man kuntu maulahu fa aliyu maula, kwamba yule ambaye mimi ni mtawala wake mtume, yule ambaye mimi ndiye mtawala wake, basi Ali bin Abi Talib ndiye mtawala wake. Alitakiwa kufikisha maneno hayo. Dalili, tizama katika kitabu mmoja wa masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, Ibn Mas'ud anasema aya hii ilipoteremka wakati Bwana Mtume anaambiwa, ya ayuha rasulu, ewe mtume, balligh ma unzila ilayka min rabbika, fikisha kile kilichotoka kwa Mola wako. Afikishe nini? Akasema kwamba fi Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, kwamba aya hii imeshuka kwa Ali bin Abi Talib. Kisha akasema kunna naqra'uha, tulikuwa tukiisoma aya hii ala ahdi rasulillah, katika zama za Bwana Mtume. Tukiisoma vipi? Ya ayuha rasulu, ewe mtume, balligh ma unzila ilayka min rabbika, fikisha kile kilichotoka kwa Mola wako, anna aliya maula almu'minin, kwamba Ali ni mtawala wa waumini. Tazama, asema tulikuwa tukiisoma hivi katika zama za nani? Za Bwana Mtume. Maana yake anataka kusema nini? Maana yake anataka kutufunza lile tukio wakati Bwana Mtume analifikisha, wakati anasema na masahaba zake, aliwaambia, ana alastu aula bilmu'minina min anfusihim, je, mimi mtume, mimi sio bora kwa waumini kuliko nafsi zao? Mimi sio mtawala wa waumini? Masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, bala ya Rasulullah, ndiyo ewe mtume wa Mwenyezi Mungu. Ndio Bwana Mtume akawaambia, faman kuntu maulahu, basi yule ambaye mimi ni mtawala wake, fa aliyu maula, basi Ali bin Abi Talib ni mtawala wake. Ndio huyu Ibn Mas'ud, sahaba Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema tulikuwa tukisoma aya hii ambayo Bwana Mtume aliamriwa afikishe kwamba baada yake mtawala wa waumini ni Ali bin Abi Talib. Tulikuwa tukisoma aya kwa namna hii, ya ayuha rasulu, ewe mtume, balligh ma unzila ilayka min rabbik, fikisha kile kilichotoka kwa Mola wako, anna aliyan maula almu'minin, kwamba Ali ni mtawala wa waumini. Wa illam tafa'al, na ikiwa hutafanya hivyo ewe mtume, fama ballaghta risalata, hutakuwa umefikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ya'asimuka minan nas, na Mwenyezi Mungu atakulinda na watu. Ni agizo la nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
Na ukitaka kujua ndugu zangu kwamba ni agizo la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kupeni ishara katika aya moja katika Qur'ani. Katizameni aya ambayo inaitwa Ayatul Wilaya. Ayatul Wilaya ni aya inayopatikana katika suratul Maida, aya ya 53. Nataka tuelewe hiki kipengele. Aya hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, innama waliyukumullah, hakika nyinyi Waislamu mtawala wenu ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa rasuluhu, na mtume wake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Akasema walladhina amanu, na wale walioamini, alladhina yuqimuna as-salah, wale wenye kusimamisha sala, wayutuna zaka, na wenye kutoa zaka, wahum raki'un, na hali ya kuwa wamerukuu. Yani anapoitoa ile sadaka yake anaitoa hali ya kuwa amerukuu. Huyu ndo mtawala wangapi? Watatu. Kwa sababu Mwenyezi Mungu amesema innama waliyukumullah, mtawala wa kwanza ni Mwenyezi Mungu, wa rasuluhu, na wa pili ni mtume wake, watatu walladhina amanu, wale walioamini, alladhina yuqimuna as-sala, wale wenye kusimamisha sala, wayutuna zaka, wenye kutoa zaka, wa hum raki'un, hali ya kuwa wanatoa sadaka hiyo, wanatoa zaka hiyo wakiwa wamerukuu. Ndio utaona kwamba wafasiri wa Qur'ani wanatuambia sababu nuzul, kwamba sababu ya kuteremka aya hii, nazalati fi aliyin, iliteremka kumusu Ali, haina tasaddaqa bi khatamihi, pale alipotoa sadaka kwa pete yake. Ali bin Abi Talib alikuwa msikitini siku moja. Alipokuwa msikitini akaja maskini akawa anaomba kule msikitini. Yule maskini kila anayemuomba pale msikitini hampi. Yule maskini akaanza kuomba dua, akasema, ewe Mwenyezi Mungu, shuhudia kwamba mimi ninaomba msaada katika nyumba yako aliyokuwa kuwepo mtume wako, lakini sijasaidika. Ali bin Abi Talib akawa amesikia yale maneno, akanyoosha mkono wake akiwa amerukuu. Yule maskini akaenda akachomoa pete ya thamani iliyokuwa katika mkono wa Ali bin Abi Talib, akaitoa ile pete, akaichukua ile pete, akaenda kuiuza. Tukio limetokea kumhusu nani? Ali bin Abi Talib. Ametoa sadaka akiwa amefanyaje? Amerukuu. Qur'ani yatuambiaje? Yatuambia kwamba hakika mtawala wenu ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kisha na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na wale wenye kumwamini Mwenyezi Mungu. Tena kipengele cha mwisho katika kubainisha sifa, wanatoa sadaka wakiwa wamefanyaje? Wamerukuu. Tukio hili lilimkuta Ali bin Abi Talib, ndipo ikateremka aya hii. Ndugu zangu, mmoja wa masahaba bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Umar ibn al-Khattab, alikuwepo katika tukio hili ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameamrisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, alipomwambia afikishe, tena nimekusomeeni mwisho, Mwenyezi Mungu asema wallahu ya'asimuka minan nas, ewe Mtume, Mwenyezi Mungu anakulinda na watu. Mtu wa kwanza aliyempa pongezi Ali bin Abi Talib alikuwa ni Umar bin al-Khattab. Mtu wa kwanza alikuwa ni Umar bin al-Khattab, sio sahaba mwingine yoyote. Umar bin al-Khattab akamwambia Ali bin Abi Talib, bakhin laka, ongera ya Ali, ewe Ali, asbahta maulaya, umekuwa ni mtawala wangu, wa maula kulli mu'minin wa mu'mina, na mtawala wa kila mu'mini wa kiume na kila mu'mini wa kike. Nani anamwambia? Umar bin al-Khattab. Tukio hili latokea hija ya mwisho ya bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tena hija hii ya mwisho ambapo bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tunaambiwa baada ya tukio hili aliishi masiku 70 mpaka 80. Bal kwa kuongezea, katizameni hadithul manzila. Ali kuwa hivyo sio swala jipya kwa Waislamu, wala sio swala geni kwamba Ali bin Abi Talib
kuwa ni mbora baada ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ndiyo kiumbe bora baada ya bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa illa isingelikuwa kuna faida imamu al-mashariq wal magharib. Kwa nini nani imamu wa mashariki na magharibi ni nani? Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu, lam yasjud lisanam qat, hakupata kusujudia sanamu. Kiumbe bora baada ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Katizameni mkitaka kujua katika hadithi vile vile itwayo hadithul manzila, hadithi ya Ali bin Abi Talib aliyopewa hadhi na bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika umma huu. Hakupewa hadhi hiyo yoyote katika masahaba zake, ikiitwa hadithul manzila, hadhi bwana Mtume aliyemtwika Ali bin Abi Talib. Hadhi hiyo hakutwikwa sahaba yoyote wa bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Katika hadithul manzila, hadithu ambayo muttafaqun alayhi, ambayo imepokewa na Bukhari na Muslim. Hadithi hii bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kamwambia Ali bin Abi Talib, anta minni bimanzilati Haruna min Musa. Ali, wewe, mimi na wewe ewe Ali ni sawa sawa na Haruna na Musa, illa annahu la nabiyya ba'di, isipokuwa hakuna mtume baada yangu. Kwa nini? Kwa sababu Haruna na Musa walikuwa ni mitume wangapi? Wawili. Haruna ni mtume na Musa ni nani? Ni mtume. Sasa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alitaka kubainisha hadhi ya Ali bin Abi Talib, akimaanisha kwamba Haruna kana wazira Musa wa khalifatahu fi qaumihi, kwamba Haruna alikuwa waziri wa Musa. Yani ilikuwa akitoweka Musa, akitaka kuondoka, watu wake anamwachia nani? Uongozi anamwachia nani? Musa akitaka kuacha watu wake, uongozi anauacha kwa nani? Kwa Harun. Ndio maana siku moja Haruna alipoacha wale watu wa Musa, walikuwa sio mchezo. Watu wa Musa alioongoza Nabii Musa hawakuwa watu mchezo, walikuwa ni watu hasa na nusu. Wakati wa Nabii Musa akawasimamia vizuri, wakati Musa siku moja anatoka tu, akamwachia Harun, akamwambia ninakuachia watu wangu, natoka limiqati rabbi, naenda kukutana na Mola wangu, naenda kusema na Mola wangu. Alitoka kwa masiku tu Sheikh. Yale masiku aliyotoka Musa, Haruna, wale watu wa Musa walimshinda Haruna. Walipomshinda Haruna, wale watu wakarudi kuabudu ndama kule alikotoa nani? Musa. Masiku tu Sheikh. Ndio ukhalifa, kukupewa uongozi sio swala dogo. Sio swala dogo kuongoza watu, sio swala dogo. Mtazame Nabii Ibrahim kuongoza watu alipopewa utume, hakuomba jambo lolote kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu alikuwa ni nabiyun ghairu mursal. Alikuwa ni mtume lakini sio kiongozi wa watu. Mpaka alipopitishwa katika mitihani Nabii Ibrahim, alipopigishwa mitihani ya maana Nabii Ibrahim, ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema, inni ja'iluka linnasi imama, mimi nimekufanya kwa kiongozi wa watu. Baada ya nini? Baada ya mitihani. Sasa lado. Sasa Haruna kaachiwa watu wa Musa. Wale watu wa Musa ameachiwa kwa masiku tu. Wale wakarudi kule walikotoka, wakaabudu ndama, wakaendelea kuabudu ndama. Musa anarudi kaacha watu wanamwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa masiku tu. Anarudi na Nabii Musa akuta watu wanaabudu ndama. Alichokifanya, akaenda kumkamata Haruna, akamkwida Haruna. Vipi mmekuachia watu wangu, mimi nimefanya tablighi muda wote, watu wanamwabudu Mwenyezi Mungu wanarudisha 0. Watu nishawaelekeza kwa Mwenyezi Mungu. Alijibu nini? Akasema, innal qaumas tadhafuni. Anamwambia watu wako bwana wamenidhoofisha. Mbaya zaidi, wakadu yaktulunani, walitaka kuniua. Kwa bora umerudi mwenyewe. Kwa hiyo haya unayoyaona kwamba walimdhoofisha, 2 wakataka kuniua, nikawaacha wafanye yao.
Kwa sio sala dogo. Ndio Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa kuwa Haruna alikuwa ni waziri wa Musa, akiondoka Nabii Musa, Haruna anasimama pahala pa nani? Pa Musa. Sasa hadhi ile ya Haruna, na nyie tizameni, kwani Musa wakati anatumwa kwa Firaun ilikuwaje? Musa wakati anatumwa kwa Firaun ilikuwaje? Musa anatumwa kwa Firaun, anawaza jambo kubwa, mimi namwendeaje Firaun? Akamwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nipe ndugu yangu huyu Haruna niende naye. Nipe huyu ndugu yangu Haruna. Sasa la dogo kule kwa Firaun. Lakini pia mwaona pia wakati pamoja na kwamba kapewa nduguye Haruna ambaye anahisi ni nguvu yake, ni anamtia nguvu, lakini bado Rabbi shrah li sadri, akasoma na dua. Sasa la kubwa. Sasa Harun alikuwa ni waziri wa Nabii Musa. Sasa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akamwambia Ali ibn Abi Talib, anta minni bimanzilati Haruna min Musa, wewe kwangu mimi ni sawa sawa na Haruna na Musa, illa annahu la nabiyya ba'di, isipokuwa hakuna mtume baada yangu, kwa sababu baada ya Musa palikuwa na Haruna, lakini baada ya Mtume Muhammad hakuna mtume mwingine. Allahumma salli ala Muhammad. Ndio anatuambia Haruna kana wazira Musa wa khalifatahu fi qaumihi fi hayatihi fa aliyu lahu nafsul manzila minan nabiy illa an-nubuwa. Sehemu ile aliyopewa Haruna, nafasi ile aliyopewa Haruna, ndio ametikwa Ali ibn Abi Talib, ndio kabebeshwa Ali ibn Abi Talib katika zama za Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Haitaji salawatu. Bado tukio lingine, Ali ibn Abi Talib katika maisha ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hadithi inayojulikana kwamba ana madinatul ilm, miundo top, jiji la elimu. Ilmu kamili kwa Waislamu, ilmu kamili kwa Waislamu ilikuwa yapatikana kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Pale ndo pana ilmu kamili. Ilmu kamili kwa Waislamu ilikuwa yapatikana katika Qur'ani. Elimu kamili kwa Waislamu ilikuwa inapatikana katika Qur'ani. Labda ukitaka kusikiliza maneno mazuri, sikia tukio wosia huo uliotolewa na Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika tukio la Eid al-Ghadir. Katika tukio la Ghadir, Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliwaambia masahaba zake, inni tarikum fikum thaqalain, mmekuachieni vizito vingapi? Narudia, tukio la Al-Ghadir kutokea, kutawalishwa Ali ibn Abi Talib mpaka kufa kwa Bwana Mtume ni siku 70 mpaka 80. Wanatuambia hapo katika wosia alioacha, inni tarikum fikum thaqalain, mmekuachieni vizito viwili, kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na nini? Na itaratuhu tahir, na kizazi chake Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa Ali ibn Abi Talib, ilmu kamili ilikuwa yapatikana wapi? Ilmu kamili katika Uislamu yapatikana kwa Mtume. Ilmu kamili kwa Waislamu yapatikana kwa nani? Yapatikana katika kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi. Kwa utachukua ilmu kamili katika Qur'an, utachukua ilmu kamili kwa nani? Kwa Bwana Mtume. Tuko pamoja? Ndio tunaambiwa katika Qur'ani, mkizozana katika jambo farudduhu ila Allahi war Rasul, mkizozana katika jambo lirejesheni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala au mtume wake. Maana yake ilmu kamili ya mambo mtaipata katika kitabu cha Mwenyezi Mungu. Ilmu kamili ya mambo mtaipata kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa baada ya Bwana Mtume, ilmu kamili tuipata wapi? Ikiwa Mtume alisimama na Qur'ani. Mtume alisimama na Qur'ani.
Ikiwa palipo na ilmu kamili Qur'ani, kisha palipo na ilmu kamili ni nani? Ni Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa ikiwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam hayuko, hii ilmu kamili ya bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam twaenda kuipata wapi? Ndo hapa pakaje ile hadithi nini? Ana madinatul ilm, kwamba ile hadithi ituambiayo kwamba mimi ni jiji la elimu. Bwana Mtume anasema katika hadithi hilo pokea katika Tirmidhi, anasema ana madinatul ilmi, mimi ni jiji la elimu, wa Ali babuha, na Ali bin Abi Talib ndio mlango wake. Faman arada al-ilma, atakaitaka ilmu, faliyati al-baba, basi aipitie kupitia mlango wake. Man maulakum Ali, man maulakum Ali. Kwa hiyo ilmu ya bwana Mtume unaipata kwa nani? Ilmu ya bwana Mtume ukitaka kuifikia waambiwa upitie mlango. Mlango utakiwa kuupitia ni kupitia mlango wa nani? Wa Ali ibn Abi Talib. Ndio maana ndio maana Umar bin al-Khattab katika zama zake, katika uongozi wake Umar bin al-Khattab anasema ma abqani Allahu li mu'dalatin laysat laha Abu al-Hasan. Kalima shahira, maneno mashuhuri ya Umar bin al-Khattab wakati wa uongozi wake, wakati anauongoza umma wa Kiislamu. Katika uongozi wake anasema ma abqani Allahu li mu'dalatin laysat laha Abu al-Hasan, Mwenyezi Mungu asije akanibakiza katika uongozi huu Ali hayupo, asije akanibakiza katika uongozi huu niliokuwa nao mimi Umar, alafu Ali bin Abi Talib hayupo. Siku moja alikuja Myahudi mmoja anataka kuslimu, akawafuata Waislamu akawaambia, man yukhbirna an mafatih as-samawati wal ardh, nitaslimu. Akawaambia masahaba bwana Mtume, atakainiambia funguo za mbingu na ardhi naslimu, atakainiambia funguo za mbingu na ardhi naslimu. Myahudi wakadiskasi pale, nani wafunguo na mbingu, nani azijua funguo za mbingu? Umar bin al-Khattab akasema, jamani nitieni Ali bin Abi Talib. Akaagizwa Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib akafika, akaambiwa niambie funguo za mbingu nitaslimu. Ali bin Abi Talib akamwambia, funguo za mbingu nikikwambia utaslimu? Akasema nitaslimu. Akamwambia funguo za mbingu ni la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah. Hizi ndizo funguo peke yake zinafungua ardhini, na ndizo funguo peke yake zinafungua wapi? Mbinguni. Funguo mbili tu. Myahudi akasema qad saddaqta, umesema kweli. Funguo za mbingu ni la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah. Mimi ni jiji la elimu bwana Mtume, na Ali ndiyo mlango wake. Faman arada al-ilma, yule mwenye kuitaka ilmu, faliyati al-baba, basi auendee mlango. Maana yake akachukue kupitia Ali bin Abi Talib. Ndugu zangu, hadithu thaqalain, hadithi ya vizito viwili. Leo kitaja vizito viwili, kiambia watu kuna hadithu thaqalain, wasia bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Bwana Mtume katuachia vizito viwili, kitabu chake, na katuachia itratuhu tahira, kizazi chake kitukufu. Je, hiki kizito cha pili kilipatikanaje? Wabihi akhtatim, mumuone Ali bin Abi Talib. Namalizia kwa hilo, mumuone Ali bin Abi Talib. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika sifa mbaya aliyobebeshwa katika jamii yake. Tabani mwajua bwana Mtume aliudhiwa kwa mengi, mpaka akasema maudhi ya nabii mithlu ma udhitu. Hakuudhiwa Mtume kama mimi nilivyofanyaje, nilivyoudhiwa. Mtume huyo walimuita nani? Majinuni, sio mkichaa. Mtume huyo walimuita nani? Sahirun, ni nani? Ni mchawi. Mtume walimpa maneno majina kwa majina.
mpaka bwana mtume mwenyewe akasema maudhi ya nabii mithlu maudhitu, hakupata kuudhiwa mtume kama nilivyoudhiwa mimi. Sasa katika maudhi aliyopigwa nayo bwana mtume ni kuitwa nani? Al-abtaru, mgumba. Amekatikiwa na kizazi, jambo zito, lilitrendi. Simuona leo katika mambo yenyewe, mna mambo yana trend katika baadhi ya muda kisha hupotea kaja kutrendi mengi. Katika jambo lilitrendi katika jamii ya bwana mtume, jambo lilotrendi kwa nguvu kabisa ni mtume kuitwa amekatikiwa na kizazi. Lilitrendi sana. Lilikuwa halimfanyi mtume akanywa wala akafanyaje wala akala. Lilikuwa haliwapi amani nani? Masahaba. Kisha bwana mtume ameambiwa amekatikiwa nini? Na kizazi. Sababu bwana mtume kila alipokuwa akipata mtoto wa kiume, yule mtoto anakufa. Makafiri wanashangilia, wasiokuwa Waislamu wanashangilia kwamba huyu mtume, haya maneno yake ya muda tu, ana type atakufa, atakwenda. Uislamu hauendi mahali. Huyu si yuko sasa hivi ndo anakamdomo sana, yupo anadhani ataishi milele, atakwenda. Ikuwa masahaba bwana mtume waambiwa namna hiyo. Sasa huu Uislamu ambao nyinyi mwatapatapa nao saa hii, na huyo mtume sallallahu atakwenda. Sasa ilipokuwa kila kizaliwa mtoto wa kiume hufa, bwana mtume akawa amebakiwa kila akipata mtoto wa kike ubaki, wa kiume mara nyingi ufa, ambao wa kiume ilikuwa mfaraja. Sasa bwana mtume akaambiwa hapana, umekatikiwa na kizazi. Kilimuuma sana bwana mtume, kiliuma jamii nzima, ana kizazi. Mambo alikwenda akakatikiwa na kizazi, katika na kizazi. Hapo haujapatikana uzao wa nani? Ilikuwa kupatikana uzao wa bibi Fatima. Zamani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipokuwa na hikma kubwa. Jamanini, kila kitu fasta'in billah. Kila kitu jamani, mtangulize Mwenyezi Mungu, mtake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msaada kwa kila jambo, liwe dogo liwe kubwa. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anatapatapa, hajui, huitwa abtar, hajui cha kufanya. Mtume hajui cha kufanya, mpaka Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akaamrishwa kufunga. Akafunga Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kila alipokuwa akifunga akaenda kufuturu kwa wake zake, mpaka taimu ya mwisho aenda kufuturu kwa nani? Taimu ya mwisho Mtume sallallahu alayhi wasallam aambiwa taimu ya mwisho muhimu kwenda kufuturu nyumbani kabisa. Muhimu yani, fanya ufanyavyo tule msisi. Bwana, hii taimu ya mwisho kienda kufuturu bwana, uende ukafuturu nyumbani. Allahu yaj'al risalatahu haythu yasha. Mwenyezi Mungu tupia pale vile atakavyo, sio? Basi akaambiwa bwana mtume, ukifuturu leo, ukimaliza tukufungua siku yako ya mwisho hii, kafuturu nyumbani kwako. Kaenda kafuturu kwa bibi Khadija. Ndio akatokea alipotokea, kama tunavyoambiwa katika tarehe na history, akafuturu, lakini akafuturu na ziada. Kwa lugha ya leo anasema kwa wale walioa, tunatumika kwa wale walioa, yani kapikiwa iftari alafu akafuturu na akafuturu tena. Ndio lugha. Lakini iftari ile sasa, iftari ile ilikuwa iftari gani? Wewe ukienda ukafuturu na ukafuturu tena, iftari uliopikiwa na mkeo, sio? Sasa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam iftari yake ilitoka wapi? Ilitoka mbinguni siku hiyo. Haikuwa iftari iliandaliwa nani? Na Bibi Khadija. Basi sehemu ya kuilia ile iftari ilikuwa ni wapi? Ni nyumbani kwa Bibi Khadija. Lakini iftari ile haikutoka wapi? Haikutengenezwa na Bibi Khadija. Iftari ile ilitoka mbinguni. Bwana Mtume aliletewa iftari siku ile. Sema sasa ndio hivyo, anatakiwa ile katika nyumba ya Bibi Khadija. Alipokula katika nyumba ya Bibi Khadija, basi pakatokea mvurugo kachanganyikana na mvurugo. Pale Bibi Khadija akasema, nikahisi katika tumbo langu kuna nini? Kuna kitu. Siku hiyo time hiyo akamwambia, nimehisi tumboni kwangu kuna nini? Kuna kitu. Ndipo akazaliwa Bibi Fatima. Alipozaliwa Bibi Fatima, yale maneno kwamba bwana mtume amekatikiwa na kizazi, ndipo ikateremka suratul Kauthar. Ikashuka suratul Kauthar.
Wengi wanaisoma inna a'tainaka al-kauthar, hakika sisi tumekupa kheri nyingi. Wengi wasema mtume kapewa kheri nyingi. Asababu nuzuli, sababu ya kuteremka hizo kheri nyingi alizopewa na bwana mtume. Ukiwauliza wafasiri wa Qur'ani, hizo kheri nyingi alizopewa na bwana mtume, kubwa ni ipi? Raasul khairati, kichwa cha kheri zote. Wanasema Bibi Fatima alayha salam. Kheri nyingi hapo, kubwa katika hizo kheri alizopewa na bwana mtume ni Bibi Fatima. Ndio maana aya ya mwisho kamaliziaje, inna shani akahuwal abtar. Waambie wao ndo wamekatikiwa na kizazi, so wewe nani? Mtume. Lakini bado haija make sense, bado yule nani? Ni Bibi Fatima. Ndio maana al-Imam Ridha, mjukuu wa bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, al-Imam Ridha katika zama zake alifatwa, akaujiwa na mtawala, akaambiwa wewe wajisifu kwamba Ali ibn Abi Talib wewe ni katika kizazi cha mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Vipi wewe katika kizazi cha bwana mtume? Bwana mtume hakuwa na kijana wa kiume, bwana mtume alikuwa na mtoto wa kike Bibi Fatima. Vipi wajifakharisha na kizazi cha bwana mtume? Vipi wewe wajiita sharifu? Vipi wewe wajiona sharifu? Kisha akamtajia na maneno ya kishairi. Alikuwa sema banuna banu abnaina wa banuna banu abnaina wa banatuna banu abnail abaid, kwamba jamani, watoto wetu wa kiume wakizaa watoto wetu wale watakula ukoo wetu. Watoto wetu wa kiume, ukiwa na mtoto wa kiume akazaa, yule mtoto wa kiume akizaa watoto, wale watoto bado wanaendeleza ukoo wako. Banuna banu abnaina, watoto wetu wa kiume wakizaa wale watoto wa kwetu pia bado jina litasoma. Akitajwa pale ataruka Muhammad Mi'raji bin Salim Maulidi Shirazi, itanyoka ile itatajwa kwa sababu banuna banu abnaina. Elewa? Lakini wabanatuna banuhunna abna'ir rijalil abaid, lakini watoto wetu wa kike watoto wao ni watoto wa wanaume wa mbali. Amwe Imam Ridha ambia wewe huelewi banuna banu abnaina, kwamba watoto wetu wa kiume wakizaa watoto wetu, wabanatuna banuhunna rijalil abaid, na wale watoto wetu wa kike wakizaa watoto wa kiume watoto wale wanaume wa mbali. Au lijui hilo? Vipi wajisema wewe sharifu watokana na kizazi cha bwana mtume? Ndio pale pana riwaya shahira mashuhura, riwaya hadithi ya bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hadithi hii bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anatuambia maneno yake mazuri ya kamateni. Anasema inna Allaha ja'ala dhurriyata kulli nabii fi sulbi. Napenda sana hadithi kwamba Mwenyezi Mungu kafanya kila kizazi chaendelea kupitia yule mtume mwenyewe. Mwenyezi Mungu kafanya hivyo. Ni kweli, Mwenyezi Mungu ndo kaweka kanuni hiyo kwamba kila kizazi chaendelea kupitia yule mtume mwenyewe. Yule mtume mwenyewe kuzaa mtoto wa kiume. Kwani Nabiullahi Ibrahim alisemaje? Nabiullahi Ibrahim aliposema wa min dhurriyati, na kizazi changu, sio ambaye alipo katika kizazi chake kutoka nani? Ismail. Na alipokuja Nabiullahi Ibrahim akasemaje? Alipokuja Nabiullahi Muhammad mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasemaje? Ana da'watu Ibrahim, mimi ni yule nilokuja kwa dua Ibrahim, wa bushra Isa, lakini nilokuja kwa nini? Kwa kubashiriwa na Isa. Maana yake mtume atokana na nani? Min abnai Ismail, anatokana na nabii Ismail. Nabiullahi Ismail atokana na nani? Atokana na Nabiullahi Ibrahim. Ana da'watu Ibrahim wa bushra Isa. Tunaona mtume katika kizazi chake kafikaje? Katoka katika migongo ya wanaume, migongo ya wa kiume. Palitoka kwa Ismaili pakaja, pametoka kwa Ibrahimu ikaja Ismaili, toka kwa Ismaili mpaka kamfikia mtume nani? Mtume Muhammad. Hakukuwa na mwanamke hapo, hatukupigia hesabu za nini? Za kike. Ndio bwana mtume asema ni kweli, inna Allaha ja'ala dhurriyata kulli nabii fi sulbi, kwamba ni kweli Mwenyezi Mungu amefanya kizazi cha kila mtume huendelea kupitia yule mtoto wake wa kiume.
waja'ala dhurriyyati, na amefanya kizazi changu kiendelee fi sulbi Ali bin Abi Talib, kiendelee kupitia mgongo wa nani? Wa Ali bin Abi Talib. Kwa hiyo utaona hakuna sharifu without Ali. Hakuna sharifu, hakuna mtu atasema yeye ni sharifu halafu hajatokana na mgongo wa Ali bin Abi Talib. Haiwezekani. Hakuna kizazi cha bwana mtume bila mgongo wa nani? Wa Ali bin Abi Talib. Ili tupate kizazi cha bwana mtume katika ulimwengu wa Kiislamu, tunahitajia tumbo la bibi Fatima, tunahitajia mgongo wa nani? Wa Ali bin Abi Talib. Palipo na tumbo la bibi Fatima na mgongo wa Ali bin Abi Talib, hapa ndipo panazalika masharifu. Sallu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bado Amirul Mu'minin, huyo ndo Ali bin Abi Talib. Nimekuonyesha ameplay party kila mahala. Ukija katika hadhi yake katika Uislamu, yeye ni sawa sawa na Haruna na Musa. Ukija katika knowledge, ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Bado ukija katika kizazi cha bwana mtume, kizazi cha bwana mtume hakikamiliki bila Ali. Ndo bwana mtume mwenyewe anasema waja'ala dhurriyati fi sulbi Ali, amefanya kizazi changu chaendelea kupitia mgongo wa nani? Wa Ali bin Abi Talib. Lakini pana sharti, tumbo la nani? La bibi Fatima. Sio kila mwanamume, sio labda Ali bin Abi Talib. Na kweli Ali bin Abi Talib alikuwa na wake wengine, alioa baada ya bibi Fatima na alikuwa na watoto. Kamtizameni Ummul Banin, aitwa Ummul Banin. Ummul Banin ni mke wa nani? Wa Ali bin Abi Talib. Alizaa vijana mahodari. Wakati Ali bin Abi Talib anataka kuoa baada ya kufa bibi Fatima, anamwambia ndugu yake, anamwambia nataka kuoa mwanamke ambaye mwanamke huyo atanizalia vidume kweli kweli, ili nikichanganya na vyangu hivi vya Fatima hivi vya Al-Hasan wal Hussein niunde jeshi la maana la bwana mtume. Amwambia ndugu yake, akamwambia kuna kabila fulani, ilo kabila wanawake wa kabila hilo bwana wakizaa wanaume huzalika maodari. Kwa sala la kuchagua tapa kuoa sio sala la leo katika Uislamu. Ni sala ambalo limo katika Uislamu. Katika Uislamu lazima uwe na malengo yako ya kuoa. Lazima utengeneze malengo ya kuoa. Je, wataka kuoa just starehe tu, au wataka kizazi, wataka familia? Kwa sababu leo unaishi duniani, unataka uendelee kutajwa au unataka ufishwe? Sio namna kuoa. Wewe wataka ufanywe mzoga au unataka utajwe? Sasa ili uwe utajo wako uendelee kubakia, kizazi chako kiendelee kubakia, utaoa wapi? Wataka kuoa kwa nani? Wataka mwanamke akuzalie watoto wa design gani? Is up to you. Wewe tu. Ni wewe. Sasa Ali bin Abi Talib amwambia, mimi nataka bwana nikipata mke anzalie mijemedari. Na kweli akaoa, ndio ile inaitwa Ummul Banin. Alikuwa alizao vijana wa kiume tu. Alimtupia Ali bin Abi Talib vijana wa kiume tu. Alafu sio vijana wa kiume, yani vijana wa kiume, kasome katika vita vya Karbala, katika majemedari makubwa waliomnusuru al-Imam al-Hussein, huyu mjukuu wa bwana mtume, al-Hasan wal Hussein, aliyetetewa na al-Imam al-Hussein ni Minjemba. Mpaka anafatiwa Ummul Banin, anaambiwa watoto wako wamefyekwa wote katika vita. Tizama mama alivyokuwa jasiri. Ali bin Abi Talib alivyoenda katika ile kabila, namna alivyolenga kabila la kuoa. Anaambiwa watoto wako wa kiume wamefyekwa wote, amebakizwa Hussein peke yake. Mama anasema natamani lau ningelikuwa na mwingine au ningeweza kuzaa sasa hivi, angemwahi al-Imam al-Hussein. Hahitaji salawatu. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Hawa huyo ndo Ali bin Abi Talib. Ndio utaona kwamba Ali bin Abi Talib katika siku kama ya leo, mazungumzo leo, mwezi 18 wa Dhulhijja, siku kama ya leo, ndio Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliweka kikao rasmi kwa kuwasimamisha mahujaji
Sio hadithi. Sio hadithi kwamba mtume alikuwa mahala penye kijiwe akasema man kuntu maulahu fahadha aliyu maula. Au sio mtume aliswalia dhuhuri, baada ya dhuhuri akasema man kuntu maula fahadha aliyu maula. Hapana. Au sio just story, mtume kakaa tu na rafiki yake kisha piga story amwambia man kuntu maula fahadha aliyu maula. La, ni katika ibada nzito ya hija. Watu wamemaliza kuhiji, bwana mtume aitisha waliokuwa mbele warudi na waliokuwa nyuma waje, na wamekalishwa katika jua kali. Fikirini ukubwa wa matukio. Yaani mtume kawasimamisha masahaba chini ya jua kali. Walioenda mbele warudi, waliokuwa mbali wawai wamfikie mtume. Mtume ana jambo na ni amri iliyotoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndo anawaambia bwana mtume siku kama ya leo, kale kamji kamepoa. Watu wale wahiji wametulia, kila mtu katafuta sehemu yake kakaa. Watu wamekaa chini ya jua kali wanamsikiliza mtume. Mtume ndo apanda awaambia alasu aula bil mu'minina min anfusihim. Niambieni kweli nyinyi Waislamu, niambieni ukweli nyinyi. Niambieni ukweli nyinyi masahaba zangu. Je, mimi sio mbora kuliko nyinyi? Mimi sio mbora kuliko nafsi zenu? Mnijibuni. Hajaanza kufikisha, anawauliza masahaba zake kwamba mimi nataka kujua ni kweli nyinyi tumetoka hija, ibada ya hija hii, ni kweli nyinyi mimi ni bora kuliko nafsi zenu? Nafsi zenu hazina maana mbele ya bwana mtume? Ni kweli? Masahaba bwana mtume wasema bala ya Rasulullah, ndiyo wewe mtume Mwenyezi Mungu. Ndio mtume anawaambia man kuntu maula, kama kweli nyinyi msema hivyo, basi yule ambaye anaamini mimi nilikuwa mtawala wake, mimi mtume, yule mwenye imani hiyo, yule mwenye hilo kutoka katika nafsi yake, man kuntu maula, yule ambaye mimi ni mtawala wake, fa aliyu maula, basi Ali bin Abi Talib ni mtawala wake. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad.